Wa Kenya. Majina yangu naitwa Naomi Kahiga Uhurus. Kila siku mimi sitawahi sahau kusema ni asante Mungu kwa kutupatia siku njema. Mimi kuna mambo hayajanifurahisha na sitafurahi hata mpaka huyu mwenye anaitwa Ruto arekebisha mambo zake. Kwa nini? Niliona wakati Mandago alistakiwa na akaenda akashikwa, alipelekwa na akasema yeye ataenda kotini. Hata before ashikwe alikuwa anasema yeye anaweza jipeleka. Ni kwa nini? Alikuwa ameshikwa ni kwa vile alikuwa amekula pesa ya hawa students from Eldoret. Na akapelekwa huko kotini. Kashikwa, akapewa sijue atarara korokoroni mpaka the next day. Mimi kuna swali nataka kuuliza Ruto. Wakati wa campaign wewe ulikuwa unaambia watu ukienda kwa each and every county ati utakuwa una balance kila mtu. Wewe Mjaruo, Mkalenjin, Mkikuyu, Mmeru, Mluya utakuwa una balance wote. Kwa nini? Ati ili uwasavu wakiwa wote vile wanastahili. Kuna swali nataka kukuuliza. Wakati Mandago alipelekwa korokoroni na akapelekwa kotini, hakumaliza hata 25 hours ama 26 hours. Alimaliza 24 hours. Na mimi niko na sure vile nasema ati Mandago alilala na pengine hao inspectors wa polisi pamoja wakiota moto wakikula kila kitu walikuwa wanataka. Ni kwa sababu yeye ametoka Rift Valley. Tukiangalia mambo ya huyu mwenye anaitwa Babu Owino, huyu MP wa Embakasi East, alishikwa na akapelekwa all the way from Kirinyaga. Akakaa huko hata alienda more than 24 hours. Ndio ati alipelekwa kotini. Nikaangalia nikajiuliza, kwani hii ni Kenya? Tuko wangapi? Tuko Kenya ngapi hii? Juu hakuna equality. Watu ukisikika wewe unauga mkono hii serikali ya Ruto na Gachagua, hakuna mambo ati unapelekwa more than 24 hours. Unapelekwa na unakuwa charged na pesa kidogo. Mandago nikasikia alichajiwa 500,000. Akapewa bail na akatoka. Nikajiuliza, na haki ya hawa wanyonge, haki ya hawa wasichana, vijana wenye wanaenda shule outside the country, itaonekana lini? Haya, tutoke hapo. Hakuna shida, kuna vile wewe unacheza. Kama mtu ni wa Rift Valley, kuna vile unawapembeleza. Na ukasema wakati ulienda conference huko, ukaambia watu wa Rift Valley, ukawaambia kama Mandago amekula pesa, utajua tu vile pesa itarudishwa na ukawanyamazisha. Lakini ikikuja watu kama mimi Uhurus, kama sisimami na Kenya Kwanza, kuna vile watu wa Azimio wanatwistiwa. Wanakuwa treated like a dog. Hata mnyama ni vizuri anatritiwa accordingly. Nikwambia Ruto, you messed these Kenyans. Tutoke hapo. Nakumbuka wakati wa campaign mlienda huku Gikomba na mkaahidi watu hakuna tax itakuwa inaongezwa mambo ya mitumba. Na ninakumbuka vizuri sana huyu mtu wa trade, CS wa trade huyu anaitwa Moses Kuria, alinunua hapo kasuruali na kaonyeshana sana, akawaambia sasa tutakuwa tunamtetea nyinyi watu wa Gikomba. Na mkasema Uhuru na watu wake ndio walikuwa wanapandisha pesa tax. Sasa niulize, mlisema wewe Moses Kuria ulisema ni lazima watu wa Gikomba wenye wanaleta mitumba walipe tax ya 25%. Si hiyo ni kuwafinyiria? Kwa nini mnaswara your words? Vile mlikuwa mnaahidia hawa hustlers, vile mtafanya hamkufanya. Kumbuka hustler ni nani mlipeleka huko State House? Kumbuka ni nani mlipeleka mkapatia kazi huko ati anaonekana kwa parliament ama senate? Kwa nini mnataka Wakenya wafinyike mpaka wakufe in a way that nyinyi mtaachwa mkiwa sasa nyinyi ndiye mnasema na mnasema? Nikwambia Ruto kitu moja. Hii Kenya hakuna pahali utaipeleka kama mauongo ni hiyo. Na ni kwa sababu uko na brigade yako ya kina Ishongwa, Didi Nyoro, Moses Kuria. Ulishika watu wa Mount Kenya ukawaweka kwa mfuko, ukawaonyesha, ukawaweka frontline hao ndio watakuwa wanachafua hii Kenya. Ukitaka watu watukanane, mtu wa Mount Kenya. Ukitaka kuenda hivi, mtu wa Mount Kenya. Juzi nilisikia huyu senator, huyu mwenye anaitwa John Kenywa akisema
ati anataka limit ya president iongezewe isikue 5 years. Nikajiuliza, kwani Mount Kenya nyinyi ndiye mnalipwa pesa ile? Hao wengine hawalipwi. Na nyinyi hamuoni ni kupiganishwa, mnapiganishwa na huyu mwenye anaitwa Ruto. Nikamwambia siku ingine, nyinyi akina Ishungwa, akina Didi Nyoro, akina Legathi, akina Moses Kuria, kwa nini msishikane kama kitu kimoja, muende Mount Kenya, sasa muongee kama Mount Kenya? Ni kwa sababu siku yenu inakuja yenye Mount Kenya mtakuwa mnajiangalilia hivi uongozi msipochunga. Na nikamwambia si ati Ruto anapenda Mount Kenya. Juu mimi kama Uhuru nikiongea ukweli ninanyamazishwa, ninaambiwa sijui nitashikwa nipelekwa sijui wapi. Na nyinyi hamuoni. Kwa nini hamuoni? Juzi mkaletewa mchere huko, mkajivinjari na mchele na nyama ili mfungwe macho. Kwa nini? Na nilikuwa nimemwambia vizuri sana, mkiletewa mchere kuleni, lakini before mkule muambie tunataka maendeleo, na msipofanya 1 2 3 hatutaki hiyo mchere. Lakini wale wazuri na wale wanajua ile inaendelea kwa hii Kenya hawakufika kwa hiyo mchere. Nilisikia ati mchere haikumalizika. Ni kwa nini? Kwa vile expectations zenu nyinyi Legathi na Ruto ilikuwa juu, in a way that mlikuwa mnachinja ng'ombe kubwa na mchere mkapika, lakini chakula hata kukura wale walikura haikumalizika. Mlienda kutafuta watu wengine ili wakuja wamaliza chakula. Asante Mount Kenya, ni kwa sababu saa hii mnarudi kwa njia inayofaa. Na nyinyi wa Kenya wenzangu, tukatae kuandamizwa na huyu mwenye anaitwa Ruto wakiwa na Legathi. Ni kwa nini? Hakuna pahali watatupeleka. Niingililia hii mambo ya election. Niliona hata US wanataka kuonyesha ati election Ruto hakuiba. Namwambia hivi, US, please, wachaneni na Kenya. Ni kwa sababu sisi ndio tunakunyuya kikombe ya uchungu, kikombe ya kudharauliwa, kikombe ya kulipishwa tax. Mpaka saa hii watu wanalia each and every day wakiuliza, hii ni Kenya gani wako? Na mtu akitafuta ile njia atatoka Kenya aende akatafuta nje, anafungiwa, hawezi akaenda. Na nikwambia ukweli watu wa Kenya, nataka kumwambia hii kitu. Na hii kitu mimi hurudia mara nyingi sana. Wakati wa hii handshake ya Raila Amolo Odinga wakiwa na Uhuru, haikuwa inafanyika ati ifanye ati itageneze ati viti vile mlikuwa mnadanganywa. Uhuru Kenyatta aliangaliwa akiwa na Raila, wakaona hii nchi ili itoke kwa ukoloni ya kushidaga kila wakati ni maandamano na kila kitu. Wakafanya mambo inaitwa handshake ili at least waunganisha watu pamoja. Ruto akajitoa akasema yeye hataki handshake, ili amueni nyinyi, aweni moyo zenu, awaambie sasa handshake ndio imeharibu hii mambo. Kuongea kweli, after handshake ya Uhuru Kenyatta na Raila, from that time ndio waliweza kujenga hii barabara mnaona Thika Highway, Nairobi Thika Highway. Akafanya maendeleo nyingi after handshake. Na hata Ruto si mjinga, anajua hiyo ilifanyika after handshake. Lakini ni kwa sababu anataka kumweka ati Raila ndiye alikuja kuharibu wakiwa na Uhuru ili amueni nyinyi. Kwa nini hamuone vile mmefinyika nyinyi Mount Kenya? Kwa nini hamuoni ati hata hii nchi mzima hakuna maendeleo iko? Na Ruto nikakwambia for these 5 years hakuna kitu utakuwa umefanya. Ukaendelea kuwanunua hawa MPs, MCA umewanunua ili waweke kwa mfuko. Tuseme kama motion imepelekwa bunge iwe inapitisha. Na nikasema ukweli ya Mungu, the reason why unawanunua ili ukuja ugeuza katiba. Juu unaona obvious ground imekukataa. Ili ukae more than 20 years ama mpaka kifo yako. Lakini sisi wananchi tusiitikie. Msiitikie. Hii 5 years mtu tulikuwa hii katiba ilikuwa inasema after 5 years election, after 5 years election. Lakini huyu mtu anataka kutufunga macho. Alete akuje ageuze katiba ili akae 5 years, more than 5 years. Lakini sisi hatutaitikia kamwe. Nikuje mambo ya maendeleo. Kimani Ichung'wah, Didi Nyoro, msiuliza ni kwa nini nyinyi na shidaka nikimuita, nikimtaja. Ni kwa nini? You must start from Jerusalem. Vile tunaona Ruto huko
kunaitwa nini Rift Valley amefanya maendeleo nyingi sana. Didi Nyoro huyu mwenye anaitwa Legathi, mlikuja mkaweka watu akili, mnawaambia ati Uhuru Kenyatta ndiye ako na mashamba ile kubwa sana. Ninamwambia ukweli ya Mungu, tokeni hapa muende Rift Valley, muone ile mashamba huyu William Ruto amelima, amepanda mahindi na zingine hajalima. Kwa nini nyinyi mnatakaka kupiganishwa? Ati ni lazima mpige your own. Mpigane nyinyi Mount Kenya ili hawa watu wamgawanyishe. 2027 Godwa na musihi. Tukue kimoja Mount Kenya, tukae line moja, wa Kenya tukae line moja, ile inatufaidi. Na nikwambia ukweli ya Mungu, tukikaa kimoja, tukifanya 1 2 3, tukiongea kimoja, haki mtaona hii Kenya ikigeuka na turudi kwenye ilikuwa. Hebu angalieni vile hii mambo ya Ruto vile imefanya Kenya mpaka imegeuka kuwa nini nchi mzuri. Nchi watu walikuwa wanajivunia wakisema wametoka Kenya, unasikia yes wametoka nchi mzuri. Nikwambia ukweli ya Mungu, Ruto, achana na Wakenya. Na mtu kama mimi napigania wanyonge, wenye nakuja hapa naongea ukweli vile watu wanatakiwa wajue. Unakuja unanigoka kichwa, unasema hapana, hutaendelea, wachaneni na sisi. Na nikwambia ukweli, angalia kila kitu mambo yake huyu Ruto. Promise. Alitoka hapa akaenda Githurai 45 kufungua soko 3 weeks ago. Hiyo soko hakuna mtu ameingia, haifanyi kazi, watu hawafanyi kazi huko ndani. Kwa nini? Juu the contractor mwenye alikuwa amejenga hiyo soko hajalipwa. Kwa nini? Ni mtu wa promise. Ruto promise. Ruto promise. Angalia yule mama wana huku kunaitwa mnajua huyu mama mwenye aliahidiwa nyumba na Raila Odinga. Si alijengewa na kaingia a very good house, a mansionette home. Yeah? Si aliingia na kaingia na ako sawa. A Bangaru house aliingia na watu wengi sana wamefanyiwa 1 2 3 na Raila Amolo Odinga. Na nyinyi ni tulimwambia tuchague Raila, mnaona kama tuna mislead. Hapa hatungekuwa hapa kama tungechukua Raila tumweke hapo wakiwa na Martha Karua. Ni kwa nini? Juu wako na utu, wako na kesho yetu. Na ni kwa sababu mmejionea, na mimi najua ya kwamba nyinyi sasa the whole country mnaona kwenye tumepelekwa ni shimo tunaigizwa na huyu Ruto. Haki akikuja kwa each and every county akimwambia tutafanya hivi, muwe mnamkataa. Kwa nini? Juu anataka tu atudanganye miaka 5 iishe, hakuna kitu atakuwa amefanya. Angalia kama ni education. Huyu mwenye anaitwa Kibaki alisema nini? Atasaidia mambo ya primary education. Wewe watoto wao wanasoma ni bure. Huyu Uhuru Kenyatta akakuja akatengeneza mambo ya high school, secondary school, alikuwa na boost schools. Alikuwa anasaidia wazazi. Kwa hivyo wazazi hawakuwa wanalipa extra money. Vile wanaingia saa hii wanalipa mpaka watoto wengi saa hii hawatarudi shule. Wewe Ruto, kwa nini usijiite kama mkutano? Useme kama primary ilikuwa hivi, secondary ikakuwa hivi. Kwa nini nisikuwe mimi nikiwa Ruto, nifanye extra thing, niende ni boost mambo ya university? Na nikamwambia juzi, haki university mtoto wa maskini hata kuwa anasoma. Na hii ndio furaha ya Rigathi wakiwa na Ruto. Kwa nini? Ndio hawataki watu wakuwe werevu waende shule. Kwa nini kitambo tulikuwa tunafanya 1 2 3 tunaenda shule? Hata mzee akiuza buzi alikuwa anajua ya kwamba hata akipeleka 1500 shule tutasoma. Akipeleka 3000 shule tutasoma. Juu kuna pesa. Uhuru Kenyatta alikuwa na boost high school. Lakini saa hii Ruto alifanya juu chini akaondoa mambo ya help. Unataka tufanye nini Ruto mkiwa na Rigathi? Na nikamwambia juu mmeshindwa na kusimamia hii nchi, si mjiondoe, mfanye Raila Amolo Odinga akalie hapo. Mjiondoe mapema ndio best. Mjiondoe juu Raila saa hii ni mapema sana. Hata mwaka imeisha, hakuna kitu mnaweza simamisha hivi. Mnaweza sema mwefanya. Lakini corruption kwa hii government ndio iko juu. Na mtu kama si wa UDA, kama ako Azimio anatafutiwa tu makosa ili aondolewe, amalizwe kisiasa. Sisi hatutataka. Na mimi namwambia hivi,
Didi Nyoro na akina Ishungwa na hawa wengine Moses Kuria. Haki siku moja Mount Kenya na wengine watakuja kumuuliza kwa nini mlitutupa? Kwa nini mlitutupa? Mkatuelekeza njia mbaya. Na kwa sababu mapema ndio best haki. Jiteni kamkutano. Vile tu nitaishi nikisema jiteni kamkutano. Na muone vile Mungu atatufanyia. Kwa nini? Kwa sababu hii mambo ya BBI ikituletea mambo ya one man one vote one shilling. Angalia kwingine watoto wanasoma na basari nyingi sana. Nyinyi niambieni ni mtoto gani anasoma na more than 5,000? Mount Kenya ni muulize. Na nyinyi ndio mnapiga makelele mkisema hamtaki maendeleo. Mtu akikuja kumchanua vile hii nchi itakuwa, vile tunaweza kaa chini tufanye mambo ikuwe rahisi ili hata watoto wetu wakae kama watoto wale wengine. Hamtaki. Ruto akiona sisi Mount Kenya tunajiunga, ni lazima alete kizuizi ile anataka ili amukoshanishe. Juzi nikaona wakati baba Raila Odinga alienda Eldoret, haki nafurahia Mungu. Ni kwa sababu sahi watu wamesuta. Wakati baba alienda Eldoret, hiyo kongamano, nikwambia ukweli, watu wa huko walimshangilia na wakamshika kama baba yao, wakamshika like a leader, a good leader. Wewe Ruto, si ulichukua miguu na brigade yako mkaenda hapa Githunguri, hapa Kiambu? Ulijionea, ukaona watu sahi hawakutaki. Wanakuambia azimio. Mount Kenya kuna kitu nataka kumkanya siku ya leo. Wachaneni na Wamushomba. Kama nyinyi mlikataa kusimama na ukweli, wachaneni na Wamushomba. Na hiyo brigade yenye inapelekwa huko ili wamaliza Wamushomba. Watu wa Githunguri, watu wa Kiambu, hakisimameni na Wamushomba. Na ikiwezekana 2027 mfanye akuwe governor wa hiyo Kiambu. Huyo mama ako na kesho yenu. Na akitaka kumchanua wamuonyeshe hii government haiendi vizuri, mnampiga vita. Kwa nini? Wewe Ruto, ni nani hawa? Kwa nini usijiulize kwa nini Mount Kenya hawaendi wanapiga watu wa Rift Valley? Watu wako kwa nini hawapigwi? Lakini wewe unafurahia sana ukiona Mount Kenya wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Mimi hiyo kitu Ruto utakoma. Mimi nikwambia hivyo, mimi nikiwa Uhuru. Ni kwa nini tuko na uhuru wa kusema na kutenda? Tuko na uhuru wa kusimama na mtu wetu na kusema huyu mtu anafanya vizuri. Kwa nini msiitikie kusimama na ukweli Mount Kenya? Mimi nasikia vibaya kila siku. Mimi nimetoka Mount Kenya. Ninasikia kila siku vibaya nikiona huyu mtu hataki muone mbele. Na nyinyi Didi Nyoro, Ishungwa, jiteni tuka mkutano. Haki na muomba, mjite tuka mkutano. Muongee na lugha moja, muone Mount Kenya ikisimama tena na tutaenda mbele. Kwa hivyo mimi nikiwa Uhuru nitakanya Rigathi, nitakanya Ruto, nimwambie ukweli ya Mungu juu sisi wote sio hatuwezi tukafungwa macho na kitu kidogo ati tuambiwe sijui tufuate hii na tunaona tunaenda kwa mto, tunaenda kuingia kwa mto kwa mashimo ili tusichague watu wetu. Wachaneni na sisi. Mimi sijafurahi juu hii Kenya kwenye venye inaenda. Na juu mliamua umaskini ndio mnataka. Na nikamuuliza siku nyingine, Ruto, nakumbuka kuna wakati alisimama pahali akasema yeye hii Kenya akichukua ushukani, akichukua president kiti ya president, akikuwa president siku moja hakutakuwa na corruption. Kwa nini? Ati hakutakuwa na pesa. Nyinyi hamkujiuliza ni kwa nini amesema hivyo? Ni ukweli sahihi, hakuna pesa. Akasema hasara, hii nchi ni hasara. What is definition ya hasara? Hata nyinyi mjiulize. Mkaambiwa ataanza na bottom up, itakuwa ni bottom up. Kwa nini hamkujiita kama mkutano mjiulize hii bottom up ni nini? Hata nyinyi mjiulize bottom up ni nini? Si obvious alikuwa anasema ataanza watu wa chini watakuwa wanakuliwa mpaka kila kitu mmeweka. Mkiinuka mtakuwa mnakuliwa, mnapatia watu wa juu. And that's why unaona Ruto hataki hawa watu wa chini wainuke. And that's why alileta ile bill na kakanya hawa MPs akawaambia ni lazima mpitisha hii kitu. Kwa hivyo siku nyingine najua mmepata akili. Siku nyingine msiitikie vile ati anachukua Biblia juu anacheka na nyinyi mkafikiria ati ndio atakuwa president mzuri. Saa hii
Ni nani ama ni Mount Kenya mgani? Niambieni mmoja tu apart from wa Mushoba mwenye alisimama na ukweli. Hii ni at least muonyeshe ukweli ili mtoke kwa umaskini. Lakini nyinyi hamuoni. Haki Ruto, mkiwa na legathi ile mmepanda mtalipa. Na Mungu hatakagi mwenye anajifanyaga. Vile mlijifanya mkaigiza watu box. Na mwambia muachane na watu wale wanataka kufanya 1 2 3 saidi ile wanasikia watafiti, muachane nao wafiti. Ni kwa sababu gani? Sisi tuko na uhuru waku, na si wote wanakuaga wajinga vile mnafikiria. Si wote mnaweza ita huku chini. Kwa nini msienda each and every county? Mimi nilikuwa nagojea nione Rift Valley vile ulienda na mchere huko Central. Nilikuwa nafikiria Rift Valley mtaenda mpike mchere huko watu wakule. Nilikuwa nafikiria after 2-3 days utaenda mpaka Nyanza upike mchere na nyama wakule. Nilikuwa nafikiria mtaita watu State House, the whole country, muwapikie mchere na nyama vile mlikuwa mnasema. Lakini mmekuja kugundua watu wote si buzi. Ati mnaweza wadanganya. Kwani mtadanganya wangapi? Na saa hii mjue ya kwamba kuna siku inafika wewe Ruto mkiwa na legathi, haki mtakuwa mnaenda kusimama pahali. Mkisema sijui Kenya kwanza, mnapigwa na mawe ama mnafukuzwa kama mbwa. Kwa nini? Juu watu sahi wamerefuka. Na nikwambia ukweli ya Mungu, hata nilikuja kugundua, hata watu wakisikia ati mnaitwa huko, mnaenda rally hizi mmeanza juzi. Ati watu hawatokezei, ati mkiona watu wakiwa wengi mnafikiria ni wote wanamtaka. Hapana. People are rejecting you, na mtakuwa rejected mpaka mshangae. Kwa nini? Watu wako na siku chache tu ya kudanganywa. Wakiona hamuelekezi ile njia mlikuwa mnawaambia, wanamtema na wanasahau na nyinyi. Kwa hivyo wachaneni na sisi tukae Azimio mpaka mwisho wa dunia. Asante.